asubuhi nyingine tena tunakutana hapa kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa mpaka saa 1 mpaka saa 3 tunakutana katika Morning Dew. Tunajifunza na kujadili mambo kadha wa kadha. Mtazamaji popote pale ulipo, tuko na wageni wetu hapa kama nilivyokuambia. Tuko na Raymond Masamaki, lakini pia tuko na Musa the Baddest. Hao wanatoka Nilale Wapi app, lakini pia ni vijana ambao wameamua kutumia mtandao kuhakikisha kwamba maisha yanaenda na fursa zinapatikana. Na kwa mara ya kwanza mtu anajiuliza kwamba Nilale Wapi app ni kitu gani? Karibu. Wazo la Nilale Wapi nafikiri linaelekea ni mwaka wa 3 sasa. Mwaka wa 3 toka pale ambapo tulipoamua kwamba tunaweza kufanya. Wakati tunaanza tulifanya research kwa Afrika. Kuna watu wanafanya hichi kitu, hatukuona. Lakini nje ya Afrika tukaona kuna website nyingi sana zinafanya mambo, kuna platform nyingi sana zinafanya hivi vitu. Kwa hiyo tukaona kumbe Afrika hivi vitu havipo, sisi tutakuwa wa kwanza. Na kweli tulivyoandaa hii app kwa Afrika, Nilale Wapi app ndo app ya kwanza ya Waafrika kufanya huduma hizi za malazi. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, baada ya kufanya research, sisi tukaangalia zile app za nje wao wanafanyaje. Changamoto, yani tulidili sana changamoto zao wao kama wao wa nje. Alafu sisi sasa tupite na zile changamoto tuziprove long tofauti na wao wanavyofanya. Kwa baada ya kujua changamoto zao tukaja kugundua kwanza wanachokifanya hizi website nyingi za nje, wenyewe ukifanya booking unawalipa wao kama wao. Kwa wao wajui ile ni system tu. Wao wanaweza kupita na hela yako. Siku akafunga tu system, umelipia dola zako 300 laki ngapi? Imeisha, yes. Kwa wao ulipi hoteli, unawalipa wao. Unaweza ukaenda hotelini, hoteli ikakwambia sisi hatukufahamu. Lakini jina la hoteli, kila kitu umefanya booking na kila kitu umefanya kwa wale jamaa. Hoteli inaweza ikakukataa. Sisi tukaona hii sasa ni changamoto. Sisi app yetu, platform yetu isifanye malipo, ila mteja akiingia awe na access ya kulipa moja kwa moja hotelini. Kwa hiyo mmiliki hoteli wakati unaingiza hoteli yako kwenye app lazima iwe na mfumo wa kufanya booking moja kwa moja. Kama hauna tunakuwekea sisi kwamba mteja wetu sisi akija kwenye application yetu aweze kukufikia wewe moja kwa moja. Kwa hiyo ukiingia kwenye hoteli, ukiingia kwenye app, ukiangalia hoteli ambayo unaitaka, utakuta namba ya simu, utakuta kuna email, yani kila kitu ambacho kinahusu hoteli. Kwa hiyo maana mmeweka pale namba ama wasiliano ya wenye hoteli wenyewe moja kwa moja. Kwa ukipiga ni reception, naongea na mtu fulani, yes unaongea na hoteli. Sio kwamba unamkuta mtu Nilale Wapi hapo. Wao ndo wanapokea afa kwambia ngoja nikuunganishe. Sisi hatufanyi. Hiyo nzuri sana. Hiyo ilikuwa changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili tulikuta kwa wamiliki wa mahoteli baada ya kuanza sasa kufanya, maana tushatengeneza tayari app iko sawa. Sasa tunaingizaje hizi hoteli na hatujulikani? Inabidi tuafisi hao wamiliki wa hoteli. So wakati tunawafuata wamiliki wa hoteli wakasema kuna hizi platform nyingine bwana zina changamoto. Hizi zinatufanyia booking hewa. Yani kwamba wanatuambia tuna wateja 10 kama zimejaa. Au wanakwambia tuna wateja 10 ambao wamebook kupitia app yetu, watakuja hapo. Kwa wao sasa watu wa hoteli kuna charge huwa kwanza wanaacha vyumba. Cha pili kuna service charge huwa wanawalipa wale jamaa wa app. Kwa unakuta wanatoa hela, wanazuia vyumba, watu waje kulala. Wameshatoa zile service charge. Wanaingia hasara. Tukamwambia sasa sisi hatutaki service charge. Hicho cha kwanza. Mtaingiza hoteli zenu kwenye app yetu free kabisa. Hamtalipia hata shilingi 10. Ila tunataka tuweke utofauti kati ya mteja kuja moja kwa moja hotelini na mteja kuja kupitia application. Utofauti wake, kama nyinyi mlikuwa mnalipia hizo service charge kwa watu wa app, sisi tunaomba mlipie hizo service charge kwa wateja wenu. Mnawalipiaje? Tupeni discount kwenye hoteli. Kila chumba tupeni discount. Chumba cha dola labda dola 100 dola 100 sisi tufanyeni 95. Hii 5 mtoleeni mteja. Hamtulipi sisi. Mteja wetu ili aone utofauti. Kwa sababu mteja yani nyewe mnakuja kubeba mzigo na msalaba wa mteja. Mteja kabisa. Ile pia kwa kisamana kwa sawa ya kuvutia hoteli husika. Ndio. Na jambo lingine pia watu wa Tanzania wanapenda sana discount ya kila binadamu yote hapo kila binadamu hiyo research tunatufanya kwa njia hii. Ndio. Kwa hiyo tukasema hii itampa mteja utofauti. Ataona umuhimu wa kutumia Nilale Wapi app kuliko kuja direct. Akija direct akilipa dola
$100 na akija kupitia app akilipa $100, mtaji hawezi kuona tofauti. Sawa sawa. Kwamba kama nikienda mwenyewe nalipa $100, kuna haja gani kumaliza bundle langu mimi niingie kwenye application nikalipe zero. Yes, kwa hiyo kilikuwa pia kitu cha pili ambacho mmekitatua nini? Kwa mtu akitafuta hoteli ama kupitia Nilale Wapi app akipata hoteli punguzo linapatikana. Punguzo cha kwanza, cha pili uhakika wa kwenda moja kwa moja kwa wahusika, wala utulipe sisi. Na pia uzuri so lazima ulipe tu kupitia online. Unaweza ukaenda kulipa cash pale hoteli kwamba umebook. Tuendelee, kuna maswali na mtazamaji, kama una maswali naomba utawauliza hawa ndugu zangu kupitia nambari yetu ya studio 0786 979999. Uliza swali, maana hii ni teknolojia kama ni mpya kwa hapa Tanzania. Hii application nitauliza tena pale kwa bwana Raymond Masamaki kwamba kabla akimaliza hapa kuna swali nitamuuliza. Tuendelee pale tu hoja hapo, tuendelee. Yes, kwa hiyo tukaweka hiyo. Pili, hizi hotels zote ambazo sisi tuna hotel, tuna motel, tuna hizo wanaita lodge, yani hatujaacha kitu. Hata kama una shilingi 10,000 Nilale Wapi unalala. Unapata. Yani unalala. Kwa wote utakaoenda Tanzania, mikoa zaidi ya 24, hizi application ina hoteli. Ukiwa na app yetu, uhakika wa hoteli Tanzania kokote kule, unaenda na unapata. Kigoma pale zipo za kutosha, na Sikasulu zipo za kutosha, ukienda Mwanza zipo za kutosha. Na uzuri app yetu, changamoto ya pili tukuja kuiona, app za watu wengine zina utaratibu wa kujiregister. Sawa. Registration. Ile registration yake ina vitu vingi sana. Sasa sio Tanzania mambo mengi, wapende yani mkeka huo, emails nini. Na unajua unapofanya kuchukua privacy ya mtu, nayo ni risk. Ni kweli fanyie tiza mtu ni risk. Kwa sisi tukaona kwa sababu ndo tunaanza, bado hatujua vizuri kwenye kukusanya. Mfano unaporuhusu hela ziingie kwako, inabidi uwe na security kubwa mno. Yani wewe ni sawa sana kuwa na security ya mabenki kama wanaotumia benki au mitandao ya simu, kwa sababu unadili na hela. Watu wanaweza wakahack, simu zinaanza kuingia, tutaziruhusu. Tuendelee. Watu wanaweza wakahack system afu ikawa balaa, hela za watu zikapotea. Kwa hiyo tukasema tusiruhusu kupokea pesa. Cha kwanza. Cha pili tukasema tusiweke mkeka mrefu kwenye kujisajili. Kwa hiyo Nilale Wapi app, the moment umeingia Play Store, ukaidownload, ukisha-download, ukiifungua tu inakwambia get started moja kwa moja. Ukistart tu zinaanza kupreview hoteli hapo. Sawa, huna haja kujisajili. Ngoja nimuulize Raymond hili hapa swali. Tumekuwa tukiona tu kuna website, kwa nini mkaaja na app? Unajua tumekuwa tukiona tu website, mara nyingi tukiandika tu www zinakuja hapo. Sasa nyewe kwa nini mkaaja na app na sio website? Nadhani tulifanya hivyo kwa sababu ya kurahisisha zaidi. Unajua website ina vitu vingi sana. Na ambacho sisi tulikiona. Na maana tunasema mwanzo kama tulifanya research ya muda mrefu kidogo, tukaona kwamba kuna app chache ambazo zinatoka zipo nje. Tukasema sasa sisi tunaweza kuja na mfumo wa app badala ya website. Kwanza tulianza na website sisi. Kuja na mfumo wa app kwa ajili ya kurahisisha zaidi. Ndio maana sisi hapa tukiingia iko rahisi zaidi kufanya booking tofauti na website. Ndio maana kama nikwambia bwana Musa hapa, ukiingia tu ukiandika tu hoteli za Shinyanga zinakuja pale. Yani kwenye mtu akishakuwa na application yenu unaweza kuandika tu kwamba hoteli za Mwanza. Unakuja basi ukiklik unaingia kwenye page ya hoteli ambayo unaipenda mwenyewe, unawasiliana nao direct moja kwa moja. Na maana sisi taratibu tunafanya direct booking moja kwa moja, tunasipokea pesa, sisi hatuna mambo hayo. Kwa hiyo mwenyewe unaingia tu. Sasa tunaweza kuruhusu mtazamaji ukapiga simu kama unatamani kueleweshwa zaidi kuhusiana na mfumo wa teknolojia. Jamani, tunaangalia fursa, namna ambavyo matumizi ya teknolojia unaweza kuhakikisha kwamba unafanikiwa popote pale ulipo. Kumbuka yale mambo ya kuanza kufika Mwanza ndio uanze kutafuta hoteli. Jamani, yashapita na wakati. Hawa ndugu zetu Nilale Wapi app wamekuja na mbinu mbadala kabisa, ambapo ukitaka kufika sehemu yoyote usijihangaishe kabisa. Hai, wacha tumsikie huyu hapa. Maswali yanaweza kuwa mengi kuliko. Hello. Shalom. Naam, nani kutoka wapi? Habari za asubuhi. Salama. Karibu, naitwa nani? Mimi naitwa Teddy Petro. Niko Msasani. Karibu sana. Mimi naitwa Teddy Mnali. Haya, punguza sauti ya runinga yako tusikilize. Hongera au vijana kwa kufungua kitu kizuri kama hicho. Na kufanya uchunguzi. Kwanza na washukuru hao vijana. Sawa. At least kutuweka katika
mifumo duniani. Pia nawapa hongera kubwa sana. Asante sana. Jehova Jire TV kwa sababu mnahusika na watu ambao walikuwa hawajulikani, wanakuja wanajulikana na ulimwengu unawajua na Watanzania tunawajua. Mimi nimeona hapo wanasema kwamba katika biashara zao hizo waga yani kama ni malipo au nini kinakwenda moja kwa moja kwa mwenye hoteli. Na wao pia hapo wanampigia ndogo ndogo anapunguziwa %5. Sasa wao wanapata nini? Au maana mimi najua biashara mtu lazima wewe unapata kitu. Sasa wao mimi hapo nikipiga mahesabu naona wana chochote. Haya, asante sana ndugu yetu, atatujibu hapa. Amina. Haya, tuambie kupitia 0786979999 kwamba inakuwaje, mnapataje ninyi faida mnaipataje? Raymond ama Musa mwenye kutoa maelezo hayo, karibu. Ngoja tumsikie huyu pia ili tukimbie kwa haraka muda wetu bado dakika kama 10 hivi. Hello. Habari. Nzuri, nani kutoka wapi? Unaongea na Steve, napiga simu kutoka Kibaha mkoa wa Pwani. Karibu sana Steve. Ndio. Kwanza niwashukuru sana, niwapongeze kama dadangu alivyosema hapo. Kwa kutengenezea mifumo ambayo inaturahisishia sisi kwa wasafiri na ambao wanakuwa wanahitaji hizi huduma za kufanya booking kwa kupitia mitandao. Sawa. Yaani niwapongeze sana. Ndio. Lakini kingine nina kaswali fulani. Unajua sisi wa Tanzania vichwa vyetu ni vya moto. Mtu anaweza akapiga yuko huko anaanza kusafiri, anajua kwamba nikipita mpaka nikifika huko mkoa nitakuwa nimefika muda ambao si rafiki. Kwa hiyo unakutana na changamoto, mteja anaingia booking. Sasa sijajua hapo kwenye utaratibu huwa anaanza kulipa kwanza au anafanya tu booking, anaekewa chumba, kwa sababu kuna usumbufu mwingine, anaweza kufanya booking kama hajalipa na asije. Kwa hiyo changamoto inawakuta nyinyi wanufaika. Sasa je, hiyo imekaje? Mmepangiliaje? Safi, tuende maswali mawili hapo. Karibu. Swali la kwanza, unapataje faida? Na ikitokea mtu amefanya booking alafu na hajafika inakuwaje? Okay. Tukianza kwenye hili swali la pili, mtu amefanya booking na hajafika. Booking, the moment unafanya booking, tafsiri ni kwamba una uhakika na unachoenda kukifanya. Okay. Kama una uhakika naamini hivyo. Yes, una uhakika na unachoenda kukifanya. Kama una uhakika na unachoenda kukifanya, lazima ukilipie. Sawa. Yaani huwezi kufanya booking afu usilipe. Unataka unafanya booking ya ndege, unasafiri next week, kwa kawaida lazima ulipe. Sawa. Unafanya booking ya SGR, unasafiri kesho, lazima ulipie kabisa na upate ticket. Kwa kulipa ni kipaumbele kwenye biashara ya booking. Biashara yote ambayo unataka. Kwa hiyo ina maana kinachofanyika ni kwamba ninyi tu hampokei hayo malipo. Hatupokei malipo. Ila ukisha confirm na hoteli ya Hossein Motel, kwa unawalipa Hossein Motel. Salma tuwe. Hilo jina linafaa alifai Salma. Linafaa Sawa, karibu Raymond. Kidogo kwenye eneo kuna kuwa na option ya cancellation kwa mteja kama amepata dharura, yani within siku 3. Anaweza cancel na hoteli na kurudishia pesa yako. Okay, hiyo nzuri. Sasa nyewe mmetutengenezea kitu kimoja ambacho ni kizuri. Yaani nyewe mmetoka kwenye ule utamaduni wa papo kwa papo. Yaani wakusema unataka kula chakula, unaanza kuwaza hapo. Wakati inatakiwa uanze bwana mimi nataka nile chakula fulani kabla. Sasa unaenda Mwanza, unajiuliza nitalala wapi? Waza kabla ya wiki moja. Je, watu wa maana sana. Kwa hiyo tuendelee Musa. Swali la pili ambalo ameuliza kuhusu la kwanza yes, kuhusu masuala ya sisi tunafaidika faida au mnafanya kazi ya kanisa, amesema kutengeneza hizi app, kuzishape mpaka kuweza kuingia mtu akaweza kuitumia. Gharama yake iliyotumika hapo kaka, pesa nyingi sana. Wewe ni mtu wa media, unafahamu hivi vitu vya mitandao. Kwa tumetumia pesa nyingi mpaka hapo ilipofika. Kinachofanyika kwenye application wakati unaenda kufanya booking, kuna service charge ndogo sana ambayo mteja utailipia kwenye app. Yani the moment umeshaingia kwenye application, umechagua hoteli, wakati unaiclick sasa ile hoteli unaenda kufanya booking, kabla ya kukutana na neno booking, ukibonyeza ile booking kuna menu inakuja pale. Ile menu unalipia kutokana na unachokibook. Nipigie simu na waulize swali wageni wetu, wataalamu wetu wa masuala mitandao. Tuko na Raymond Masamaki, lakini pia tuko na Musa the Baddest. Hawa tuko nao hapa
Musa the Baddest huyu ni mtaalamu sana masuala ya utangazaji pia, yuko vizuri sana. Ndio mambo mengi sana tumekutana huko. Tuko vizuri hapa. Tunazungumza na wewe 0786 979999. Tuambie ni nani uko wapi. Unaweza ukajiuliza kwamba sisi wa huko Manyara wale inakuwaje? Hapo vipi? Kweli kabisa. Hii ni Tanzania nzima. Hii app sio Tanzania tu. Hii ni app ya wana-Afrika. Hii ni app ya Kiafrika. Yaani kama hii app unaweza ukafananisha na wale masimba wa Afrika wanaharakati wale. Unaweza ukafananisha hii app na Gaddafi. Wakina Mugabe wale. Wakina Nyerere. Yaani ni kitu ambacho kimekuja kuokoa wa Afrika. Sawa, Raymond unasemaje? Kitu kingine niongezee. Juzi kati hapa mama rais wetu mpendwa mama Dr. Samia Suluhu Hassan alifungua milango kati ya Tanzania na Angola, wanataka aliondoa visa. Kwa pia inatoa fursa kwa sisi pia kumove kutoka nchini kwenda nchi zingine. Na wale wa Angola wanakuja Tanzania watatumia app hii kujipatia huduma mara, sababu unajua sasa mji wa Dar es Salaam na kwa mji mkuu wa kibiashara Afrika ndio kwenye process hizo. Kwa tunaelekea kweli. Kwa tunajaribu kutengeneza urahisi zaidi na tunakwenda sambamba na kauli mbiu ya mama Samia Suluhu Hassan. Labda mimi niwaulize kitu kimoja kwamba kwa vile mlivyokuwa mnatupeletea elimu hapa, hii naiona ni application ambayo ni kama ya kitaifa. Yaani inaweza ikawa kama ni application kama ya nchi fulani hivi. Sasa ukiangalia hapa kuna watu kama Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa lengo la kusaidia kukuza na kuboresha vivutio vyetu hapa nchini Tanzania, watu wamekuwa wakija mara nyingi sana. Je, labda pengine mna wazo gani kushirikiana na hawa watu ili kuhakikisha kwamba wanaotoka popote, hata kama ni mtu anakwenda official kabisa, ni mtu anakuja kwenye wizara, asihangaike mahali pa kupata fursa akaibiwa na matapeli na application za uongo huko kwingineko? Musa, na hii uzuri hii app tumeiandaa kwenye harakati za yaani kwenye kuendeleza harakati za Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Bingwa Royal Tour. Yes, kafanya vitu vingi sana. Sasa kwenye kuhakikisha na sisi tuna support hao wageni wanapokuja watahitaji malazi. Lazima watahitaji malazi. Sasa sisi tunawapa uhakika wa sehemu za kulala. Na uzuri tuna hoteli mpaka kwenye baadhi ya vivutio vya kitalii. Tuna hoteli za kutosha Zanzibar, tuna hoteli za kutosha Mikumi, Serengeti, yani sehemu zote hizo. Kwa wateja hawa watalii wanapokuja, wanakuja pia wanakutana na vitu ambavyo viko nchi. Unajua nchi za wenzetu ukitua tu airport unakaribishwa na matangazo ya application za kutosha. Haina haja kumuuliza mtu. Nataka kulala, unakutana bango kubwa, nilale wapi app. Unajua hii ni sehemu ya kulala. Nataka usafiri sui kampuni fulani. Yani app za kutosha. Watu wanaishi kidigitali sana. Kwa wakija huku wakakutana na matangazo ya kutosha sehemu kama airport, wakakutana inakuwa rahisi. Okay, kwa kumbe hapa naweza nikalala kupitia app. Lakini pia the project mbele kutakuwa kuna wahusika ambao yani tutakuwa tuna magari yani lale wapi app ambayo atakuwa anawachukua wateja wetu wote watakao kuwa wanafanya booking kwenye vituo ambavyo vinaingiza wageni, labda airport hapa Watercom pale sijui Mbezi, wateja wote wanaotoka nje ya nchi wanakuja. Ukija ukifanya booking kupitia Nilale Wapi, kutakuwa kuna namba inakuonyesha dereva aliyekuwa karibu na eneo uliopo. Kwa yule dereva namba yake inakuwepo, unampigia simu na kuchukua for free, ulipi chochote. Kwa mbele inakuja kuwa hivyo. Lakini umeona nivaa t-shirt imeandikwa Royal discount card. Huyu jamaa kavaa t-shirt imeandikwa Nilale Wapi. Ndio. Mteja baadaye kuna mfumo wa kadi ambao utakuwa unakuja kutumika baadaye. Yaani mteja wetu ambaye atakuwa na tumia app ya Nilale Wapi baadaye atakuwa anatumia kadi, discount card ambayo hii kadi sasa itamwezesha mteja kwenda kulala kwenye hoteli hata kama fanya booking kutokea kwenye app. Sawa. Akienda tuna ile kadi, anajua ni member wa Nilale Wapi, analala pale kwa discount. Tuna maduka, tunajua mgeni au msafiri atahitaji kuvaa, atahitaji kula, kuna muda mwingine atahitaji kwenda la baba kupumzisha akili na nini. Kwa hiyo tuna maduka ambao utakuwa unavaa kwa discount. Tuna bar utaenda kutumia ama kunywa kwa discount. Tuna restaurant za kula kwa discount. Tuna sehemu nyingi ambayo hii kadi inaingia. Kwa hiyo wewe ukienda zako Mwanza, unaenda kulala kwenye hoteli kwa discount. Ukiwa na kadi yako ya Royal discount card, una uwezo wa kwenda kula samaki Mwanza kwenye hoteli fulani. Wanaiskani ni OG Nilale Wapi, unakula kwa discount. Unataka kuvaa huko zako Mwanza kwamba una sehemu na kikao kizito, labda ninaenda kwenye tour ya Mheshimiwa Rais na tukao ile suti na nini, umesahau haraka ya safari ile wa ndege, una Royal discount card, hata usiwaze. Tafuta duka lolote linauza suti, unaingia pale na ukiwa member kuna group unakuepo. Ile group tunakuwa tunadi
members wale vendors wetu wapya wote. Kwa kila vendor anaingia duka la nguo utamuona pale. Hiyo tutazungumzia siku nyingine hiyo. Labda bwana Raymond Masamaki, tunaondoka hapa, muda tumetuacha sasa. Tuelekeze jinsi mtu anaweza kaipata hiyo application yetu na usalama wake na mazingira yake yote kwa ujumla. Karibu sana. App yetu kwa sasa inapatikana App Store na Play Store. Na namna kuitumia tumeweza matangazo mengi sana kila sehemu kwenye social medias ambayo naeleza namna kutumia. Hivi ambapo ukisha download ile application rahisi tunaingia yenyewe inakueleza tu jinsi unakwenda mpaka unafika kwenye single quarter service huduma matumizi ya service charge. Shakato hiyo nafunguka, basi ukutana na namba ya simu ya hoteli husika ambayo umechagua pamoja na lipa namba. Unapiga simu kwenye hoteli, watakuuliza unataka chumba gani, utawa confirm. Na hapa atakwambia je, unalipia sasa, utakuja kulipia hapa. Kwa hiyo utakuwa unajua unakwenda. Na kama utalipia hapo muda huo, unaweza kulipia kupitia kwenye hapo unalipia tu. Ukifika pale au kama hujakwenda, kama nilivyosema, kama una changamoto ndani ya siku 3 anakurudishia pesa yako bila tatizo lolote. Yaani sisi tumefanya imekuwa iko rahisi sana. Yaani ndio kuidownload tu, afu ukiingia haina mambo mengi hapa. Iko simple sana. Sisi tumeangalia mahitaji ya Mtanzania, Mwafrika kwa ujumla. Ofisini ziko wapi Musa? Tunapatikana Samora Tower. Jengo la Samora Tower. Jengo la Samora Tower. Gorofa parefu huko. Ukifika pale ukiuliza tu ofisi za Nilale wapi? Pale Samora Tower, jengo la Samora Tower. Ndio watu wako serious. Lakini uzuri kupitia mifumo ya teknolojia hii mara nyingi sio lazima tukutane. Sana sana kwa wamiliki wa hoteli. Kama una hoteli yako, kuingiza hoteli kwenye app yetu ni bure kabisa. Ulipii chochote. Sawa. Unatupigia tu simu labda, unaingiza hoteli yako kwenye app yetu. Lakini pia unaweza ukatutafuta kupitia mitandao ya kijamii. Sehemu zote tunatumia Nilale Wapi Sawa. Iwe Facebook, Instagram, X, kote huko mpaka TikTok Nilale Wapi app. Bas. Kiandika hivyo unatupata. Vizuri sana mtazamaji, tunakushukuru. Tembelea ndugu zetu hawa Nilale Wapi app, Instagram, Facebook, X, yani Twitter ya zamani. Kote andika Nilale Wapi app, hapo utachat nao moja kwa moja. Lakini kumbuka kudownload application ya Nilale Wapi app ili upate mahali salama pa kupumzika usiku wa manane ama mchana. Utaka kwenda Ngorongoro, Serengeti na sehemu zingine, usiangalie kupata hoteli, basi tafuta Nilale Wapi app, watakusaidia. Wageni wetu hapa walikuwa ni Musa the Baddest kutoka Nilale Wapi app, lakini pia tulikuwa na Raymond Masamaki kutoka Nilale Wapi app. Hawa tuendelea kuwa nao tena kadiri vipindi vinavyoendelea. Siku nyingine tutaangalia hiyo kadi amezungumza kupitia Nilale Wapi app inafaidika vipi. Mwandaji wa kipindi hiki ni Geoffrey Moses Kalunduka, mwandaji wa matangazo haya ni Rugano. Asante kwa Salma Juma, nilikuwa naye hapo mwanzoni, lakini kwenye chumba chetu cha matangazo leo tunaye Chris Mrefu. Tunakushukuru sana wote, tukutakia wakati mwema.